Hapo hata si farasi ni wawili. Hapo hakuna farasi. Unajua nilikuwa nasikia watu wakisema farasi ni wawili. Ni farasi na punda. Ni farasi na punda. Farasi na punda. Acha nikwambie. Vile ambavyo amekuwa akituambia, hii taifa letu watu wajinga walisha bwana. Walisha. Ni wachache sana. Wajinga walisha. Hata nipo nataka nikuje hapo mheshimiwa. Umetaja watoto, hata umefanya vizuri sana kutaja watoto. Mheshimiwa uko na familia. Uko kuchaguliwa pale. Wewe uko saidi gani? UD ama DCP una support kadi timu gani pale? Aswa katika uchaguzi huu wa Olkalau. Na siasa bado. Siasa bado. Bado kabisa. Ndio hujaanza bado. Kwa hivyo hiyo yote umekuwa ukifanya pale bado. Watu wa Njohi watu wengi wanasema kwamba waheshimiwa wengi haswa Gen Z. Wakiingia pale kwenye kiti, the first thing inawapeleka pale tumbo zao. Mtu kama utamjibu aje? Kwangu mimi ukiangalia watu ambao wanajaribu kuambilia watu wa Olkalau kwamba kuna reli. Ni watu kama Moses Kuria. And we know he's also a political conman. Lakini unaona hiyo project ya president kuleta train hapa Olkalau ni project poa. In case ikuwe success. Nasema hivi, nasikia watu kwa ground wanataja sana. Mato wanataka Gen Z. Na wewe bado ni Gen Z bado. Wanasema tu mato. Mbona watu wanakupenda hivyo? Kwa nini umefanyia nini? Kwanza mbona hapa Central wanasiasa kila mtu anakuja na chama chake. Mbona kusiwe na moja? Nikikueleza vizuri. Hakuna farasi wawili. Unakumbuka vile kulifanyika pale Emuru wa Dikir? Watu wa Nyandarua. Leitugati. Wacha mheshimiwa. Pale Emuru wa Dikir. Mambo ilikuwa hayo tu. DCP usiku na mchana. Hadi nakumbuka kuna wakati kofia ziliisha. Wale watu wakavalia zinaitwa anje carrier bags, Uhuru bags. Wakavalia pale za green za chama. Wakasema hapa DCP kutoka mwanzo mpaka mwisho. Lakini uchaguzi ulipofanywa maneno uliyaona. Wacha nikapa karau uko sure. Uko sure hapa Nyandarua. Hello watu wangu. Vipi? Good morning, good afternoon, good evening wherever you are watching us from. My name is Godson from Ken Godson TV. Karibu sana. Na leo niko maeneo moja safi sana kama vile unaona mandhari venye iko. Hapa ni upande wa Olkalau. Sehemu moja ambayo imekuwa ikizungumziwa sana kwa sababu tunajua very soon kutakuwa na by elections. Na wengi wanasema farasi ni wawili. Although kuna wengine wanasema ati kuna farasi na kuna punda. Sasa mimi sijui punda ni gani, farasi ni gani. Lakini kama vile tunavyofahamu kwamba huu ni msimu wa siasa na ni vizuri kuwapatia wanasiasa nafasi ya kujielezea, kuuza sera zao na pia kuwasikiza pia. Na ndio maana niko hapa upande wa Olkalau ambapo nimekuja kupatana na mheshimiwa mmoja ambaye anavai kiti uko hapa neighboring county ya Kipipiri constituency. Na ndio nataka tuzungumze na yeye, atueleze mengi na atuambie mipango ambao ako nayo kwa watu wa Kipipiri ama watu wa Wajohi ward. So usibanduke na kuomba tafadhali, kama hujaweza kusubscribe kwa hii channel uweze kusubscribe ndio tuweze kuenda one on one na tukue tuko fiti sana. Sawa, subscribe, wacha tuende kwa mheshimiwa mahali yuko. Mheshimiwa, uko aje? Niko fiti. Uko poa kabisa? Niko fiti kabisa. Karibu sana. Hapa ni kwa Ken Godson TV. Na watu wamekuwa wakikutafuta sana. Asante. Wanakuulizia kila siku. Asante. Na mimi nikasema hauko mbali sana. Lazima nikupate hapa huko na huku ni kuzuri sana. Mimi napatikana niko tu hapo mashinani. Tunapambana, tunaangalia vile ambavyo taifa linaendelea na hasa tukiangalia siasa za hapa Olkalau. Hapa Olkalau sana. Pale mashinani tukisikiza watu wanataka tuelekee upande upi. Unataka upande huu kama upande huu. Unajua watu nimesikia huku nikitembea, watu wanasema ati huku Olkalau by election inafanyika farasi ni wawili. Farasi ni wawili. Lakini naona kuna farasi wawili. Uchaguzi Sami Kamau Ngodho atachukua asubuhi mapema. Hapa Nyandarua tunasema ni one term. Aya, wewe ni wa one term. Ni one term. Ukileta maneno mengine tunasema one term. Naam. Hakuna vile ambavyo unaweza leta maendeleo. Baada ya miaka 4 umekuwa kwenye serikali, unaleta leli. Unaleta train wakati ambapo watu wamekuwa kiumia. Tunajua kwamba huu ni ule ukora ambao wamekuwa kiutumia na tushauelewa. Kitu ni one time. Wacha kwanza ende nyumbani tutafute kiongozi ambaye ataingia. Mheshimiwa, shikilia hapo. Unajua hata hujaji introduce. Wacha kwanza wakujue wewe ni nani, unasimama kiti wapi na umepangia watu wako nini. Angalia hii kamera hapa mbele. Introduce mheshimiwa. Naam, mimi naitwa Martin Matogoge from Wanjohi Kipipiri ward. Wajohi ward Kipipiri constituency. Mimi ni kijana
na tunajaribu kubadilisha uongozi ambao tumekuwa nao, uongozi ambao haujakuwa manufaa haswa katika kaunti yetu ya Nyandarua, ili angalau tuweze kuleta masuala ambayo yatasaidia watu wetu wa Nyandarua. Kwa kifupi, mimi nimezaliwa katika hospitali ya JM, nimeenda shule ya msingi katika shule ya Murajao Primary, nimeenda shule ya upili katika shule ya Kirima Secondary ambayo ilikuwa day school. Baada ya hapo nikaenda chuo kikuu cha Laikipia, mahali ambapo nilisomea ualimu. Kwa hivyo wewe ni mwalimu by profession? Mimi ni mwalimu by profession. Mwalimu wa Kiswahili na historia. Wa Kiswahili na historia. Mwalimu wa Kiswahili na historia. Ndio nasikia kwa nini uko smooth sana upande wa Kiswahili. Mimi ni mwalimu. Kwa hivyo wewe ni mwalimu wa Kiswahili. Naam. Ndio hiyo sasa. So you are teacher by profession. Mimi ni mwalimu by profession. Nimesomea ualimu, lakini licha ya hayo nimefanya ualimu, nimefunza mahali kwingi. Nimekuwa katika kaunti ya Moyale, mahali ambapo nilifanya na mission school. Baada ya hapo nikajiunga na shirika ambalo si la kiserikali, an NGO ambayo inaitwa Window Trust Kenya. Mahali ambapo nilianza kama intern kule Dadaab, Garissa, mwaka wa 2015. 2015. Mwaka 2015, wakati ambapo Al-Shabaab walikuwa. Ndio ulikuwa kule sasa. Nikiwa intern. Nikasukuma, nikavuka, nikakuwa deputy principal, nikamalizia nikiwa principal katika shule moja ambayo ilikuwa na wanafunzi 2000. Lakini corona wakati ambapo ilifika, masuala yakakuwa ni mengine. Ikakuwa kwamba kufuga virago, kurudi nyumbani. Ukarudi nyumbani. Kurudi nyumbani, nikapata kwamba serikali ambayo iliingia ikaanza kupeana kazi jinsi ambavyo unajulikana. Wanasiasa wanapewa karatasi za ualimu kwenda kupea walimu badala ya tume ya uchaguzi ya kuajiri walimu. Kuajiri walimu ikakuwa kwamba wanasiasa ndo wanapewa karatasi za kwenda kuajiri walimu. Sasa hadi hapo mimi nimekuwa nikifanya biashara, lakini nashikilia huku na kule katika shule za kibinafsi. Sasa kwa sasa hivi mheshimiwa, unafunza shule gani hapa Olkarau? Nafunza shule ya Hester Junior School. Huko ndo nimeshikilia kwa muda huu. Hapo ndipo sasa unafunza. Hapo ndo nafunza. Na Hester ni shule moja ambayo inajulikana sana hapa Olkarau, kwa sababu imekuwa na wanafunzi ambao wameenda katika shule kubwa. Nimeona imetoa wanafunzi wengi sana. Hester School ni shule kubwa, shule ambayo imekuwa ikifanya vizuri, na haswa ukiangalia mtihani ambao walifanya mwaka uliopita, walifanya vyema sana. Kati ya wanafunzi 23 wote walienda shule kubwa, ikiwemo Alliance High School, Starehe High School, wameenda Nyandarua High School, zote Nyeri High. Walifanya vizuri. Na wewe unafunza subject gani mheshimiwa? Mimi kama nilivyokuambia, mimi ni mwalimu wa Kiswahili na historia. Kwa hivyo katika shule hii ya shule ya msingi, sekondari shule ya msingi, anafunza somo la Kiswahili, somo la pre-tech, na pia somo la jamii, social studies. Naam. Hiyo ni vizuri. Sasa mheshimiwa, unajua umesema mambo mazuri sana kuhusu wa profession. You are a teacher by profession. Na kazi ya walimu sisi tunafahamu kwamba ni kazi ambayo inakuanga very clean. Kazi yenye haina mambo mingi, kazi yenye haina pressure. Na watu wanasema kwamba siasa ama wanasema politics is a dirty game. Kwa nini mheshimiwa unataka kuacha a very good career, kazi yako ya walimu very clean, uingilie dirty game? What pushed you there? Nimeangalia nimekuambia kwamba nilizaliwa katika kaunti ya Nyandarua. Na mimi nimesomea katika ward ambayo naishi na ambao naomba wananchi wa Wanjohi niweze kunipa nafasi ya kuwasimamia katika kaunti, kwa sababu nimeona uongozi ambao umekuwa hapo. Na mimi kama mzaliwa hapa najua kile ambacho kinahitaji ama wananchi wa Wanjohi wanahitaji nini. Ni wakulima na ni wafugaji. Lakini kwa miaka ambayo tumekuwa na ugatuzi kutoka mwaka wa 2013 wakati ambapo ugatuzi ulianza, hakuna mambo ambayo yamepelekwa kule bunge la kaunti ambao linaweza saidia wakulima haswa. Kwa hivyo mimi kama mzaliwa wa hapa na elimu ambao nimepata na watu ambao nimetangamana nao mahali ambapo nimefanya kazi, nimeonelea ni vizuri nirudi nyumbani, niletee watu wa nyumbani na watu wa Wanjohi uongozi bora. Kumaanisha kwamba mahali ambapo tupo baada ya miaka 5 najua kwamba tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana, haswa katika sekta ya ukulima, sekta ya ufugaji na haswa barabara. Kwa mfano uko hapa katika kaunti yetu ya Nyandarua, na kukwambia ukaweza napata nafasi ya kupitia vichorochoro mahali ambapo wakulima wanatoa mazao ambao unasema kwamba Nyandarua ndio ambayo inatoa mazao mengi sana katika ya ukulima na haswa kutoa mazao katika nchi yetu ya Kenya.
Lakini barabara zetu ni mbovu sana. Kwa sababu wale watu ambao tuliwapa nafasi ya kutuongoza hawaelewi haswa ni nini ambacho wakulima na wananchi wa Nyandarua wanahitaji. Mimi kama mzaliwa, wewe unaelewa kabisa. Ninaelewa kwamba mwananchi wa Nyandarua na haswa wa Njohi hahitaji pesa kupatiwa handout. Anahitaji kutengenezewa barabara, kuhakikisha kwamba maziwa yake yananunuliwa vizuri, kuhakikisha kwamba mazao yake yananunuliwa vizuri. Na haswa tukiangalia sekta ya utalii, tumekaribia mlima wa Aberdare. Iko hakuna fedha ama pesa hata moja, senti hata moja ambayo huingia katika kaunti yetu. Aya, zinaenda wapi hizo pesa? Kwa sababu gani? Hakuna mahali ambapo kaunti imeweka vigezo vya kuhakikisha kwamba wanachukua wale watu ambao wanafika kuja kujiangalia milima, mito. Hata nikwambie, kaunti ya Nyandarua ndiyo ambayo iko na the only lake in Central Kenya. Lake Olbolsat. Hapo ni mahali ambapo kaunti yetu inafaa kutoa pesa za kuendeleza kaunti yetu. Shida ni moja, kupeleka na kutunga sheria kwenye kaunti ambazo zitaweza kuhakikisha kwamba kaunti yetu inapata pesa nyingi. Na kwa hivyo mimi kile ambacho ama msukumo ambao niliupata, kwanza ukora ambao uliingia katika tume ya ualimu, pili yale mambo ama wakulima wanapitia na wananchi wenzangu katika kaunti yetu Nyandarua na sawa wa Njohi, yale ambao wanapitia, nimeamua mimi ndio ambaye niko na ndoto, na ndoto itapatikana tarehe mwezi wa 8 mwaka wa 2027 wakati ambapo nitakuwa MC wa Njohi. Utakuwa MC wa Njohi. Mheshimiwa, umeongea vizuri sana. Naam. Lakini wacha nikuulize swali moja. Wanasiasa wanasemekana kati wanasiasa ni wale tu. Si unasikia watu wataka kutembea wanasema ni wale tu ambao huwa wanakuwa vigeugeu sana. Leo hii umechaguliwa na watu wa Njohi Ward. Kweli. Na umewaongelesha vizuri sana. Umeomba kura ukiwa umenyenyekea kabisa. Kweli. Lakini after umechaguliwa umeingia kwa ile kiti. Kweli. Wale watu ambao ulikuwa nao pale kwenye ground. Kweli. Wakitaka kukufikia wewe kama Martin kwa ofisi yako, lazima huyo mtu awe na connection, lazima huyo mtu awe anajuana na mtu katika ofisi yako ndio aweze kukufikia. Mheshimiwa, wewe utakuwa mpotevu ama utawakubali wao watu wakuja kwa ofisi utengamane nao kama vile ulikuwa nao kule nje? Asante sana kwa swali hilo, lakini nikiangalia vizuri kama nilivyokueleza, nimezaliwa, nimesomea na nimeishi. Kwa hivyo kila siku tunatangamana na wananchi wa Njohi kila siku. Kwa hivyo sidhani kwamba kuna sababu yoyote ambayo itanifanya mimi kukoa kwamba kuna kigezo cha kunifikia wananchi wa Njohi. Mimi nitakuwa kwenye ground, nitakuwa nafika mahali ambapo kuna shida, naelewa barabara mahali ambapo zimeharibika na mikakati kulingana na bajeti ambayo tutakuwa nayo kwenye county ama masuala ambayo nitapeleka kwenye county, nitahakikisha kwamba wananchi masuala yao yanapewa kipaumbele. Pili, kuna public participation kulingana na shida ambazo tuko nazo. Wadi yetu ni ya pili kubwa sana. Wanjohi ni wadi ya pili kubwa sana katika kaunti yetu ya Nyandarua. Kwa hivyo nitahakikisha kwamba kuna public participation ambayo inaendelea. Wananchi wanatoa wanajieleza ni masuala yepi ama ni project gani wanahitaji zifanywe kwanza wao wenyewe. Kwa hivyo tukipata project moja kama ni barabara, tunaimaliza yote kutoka mwanzo hadi mwisho. Tukipata pesa zingine kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na nikueleze vizuri kama nilivyokuambia, nimefanya kazi na tume lisilo la shirika ambalo si la kiserikali. Ni shirika ambalo unapewa pesa, unaambiwa kwamba you must account for each and every coin na kuandika proposal. Hatuwezi tegemea tu pesa za serikali, mbali tutaendelea kuangalia mashirika mengine ambao yanaweza kuja kusaidia wananchi wa Njohi sana. Mheshimiwa, umeongea vizuri sana. Na ndipo hapa nataka nikuje hapa kwenye Njohi Ward. Wewe umezaliwa hapa, umeelelewa hapa, umesomea hapa, unaelewa kila kitu. Nikuulize, ni challenges gani hao watu wa Njohi Ward wanapitia sana yenye wewe ukiingia mheshimiwa leo hii mato uchaguliwe, ni jambo la kwanza gani ambao uta make sure umetatua shida moja? Shida ya kwanza ambao nitahakikisha kwamba tumetatua ama nimetatua mimi na nikipeleka sheria hiyo, najua kwamba masuala hayo yule ambaye atakuwa gavana na wabunge wenzangu ama wale MCA wenzangu ambao watakuwa kule watakubaliana nami ni kwamba barabara ndio kipaumbele, kwa sababu kama nilivyokuambia wananchi wa Wanjohi ni wakulima. Na ni wakulima ambao wanalima zile vitu ambao nasema kwamba they are perishable goods. Mboga, karoti,
na maziwa ni vitu ambavyo hauwezi viweka kwa muda mrefu. Kwa hivyo cha muhimu ni kuhakikisha kwamba barabara, the drainage system ya barabara zetu iko sawa. Maji hayasimami kwa barabara. Ina maana kwamba gari zitaweza kuingia kila eneo kuchukua mazao hayo. Kwa mfano, mtu ambaye anaweza kutoa maziwa kwa mfano lita 50 ama 20 kwa yule mdogo sana, kuweza kutoa maziwa yake kwenye geti yake pale na kuchukuliwa pale, ana nafasi nyingine ya kurudi shambani kufanya mambo mengine. Lakini ukisema kwamba unapeleka maziwa mbali kwa sababu barabara ni mbaya, anapoteza muda na anapoteza pia pesa, na pia maziwa yenyewe yataharibika. Kwa hivyo nitahakikisha kwamba barabara zimekuwa sawa, na pia na vile vile tutaweza kuhakikisha kwamba nitapeleka sheria mahali ambapo nitajaribu kuongea na viongozi ama yule ambaye atachaguliwa kuwa gavana, tukue na extension officers ambao wataweza kuelezea wakulima ni kipi wanafaa kupanda na kufanya ile soil pH, kujua mchanga unahitaji rotuba yake iko vipi, inahitaji kupewa nini ili angalau mazao yao yaongezeke. Mheshimiwa, hapa Nyandarua County, kwa sababu we uko Wanjohi Ward, but ni Nyandarua County in general. Kuna kiwanda cha viazi kilikuwa kinatengenezwa kweli. Sijui kama ilitengenezwa ama bado iliahidiwa tu. Masuala hayo tumeyasikia sana, na haswa msimu kama huu wa siasa. Swala hilo lilikuwa limeanza mwaka wa 2013, likaendelea mwaka wa 2017. Na pia wale ambao wako ofisini nilisikia kwamba wanajaribu kuinua kiwanda hicho, lakini kwa ukweli tuseme swala hilo halijaweza kutimizwa. Halijatimizwa. Kwa hivyo bado wananchi wanaendelea kuumia na kupeleka mazao yao mbali kweli. Kwa hivyo hiyo kiwanda bado hakijatengenezwa. Lakini kikatengenezwa kinaweza kuwa cha manufaa sana. Kwa sababu itaweza, we normally say that is going to do what we call as a value addition. Kama ni viazi zinapelekwa zikiwa jinsi ambavyo zilivyo, lakini kukiwa na kiwanda kuna zile clips ambazo zinatengenezwa and again zinaweza kuletea wakulima mapato mazuri tena zaidi kweli. Kwa hivyo natumai kwamba yule ambaye atachaguliwa ama serikali ambao ipo kwa nafasi ambao muda ambao umebaki, labda watafanya hivyo. Unajua wakati wa siasa ikifika kama huu, watu wengi wanaahidi sana, na pia kuna wengine wanatengeneza zile mambo walikuwa wanasema. Lakini hapa mheshimiwa, hapa Wanjohi Ward, mimi nimekuwa nikipiga tu pilika zangu hapa na pale, na nikasikia watu kwa ground wanataja sana mato, wanataka Gen Z, na wewe bado ni Gen Z bado, wanasema tu mato. Mbona watu wanakupenda hivyo? Kwa mimi umefanyia nini? Kwanza mimi ni mtu wa watu na kama nilivyokueleza, licha ya kwamba nimekuwa nikitoka nje ya kaunti yetu, nimeweza kuwa narudi nyumbani na kuangalia mahali ambapo tunasaidiana na watu wa Wanjohi. Kwa hivyo wanajua kukiwa na shida, licha ya kwamba sina hiyo hali, sina fedha nyingi, bado mimi ni mtu ambaye na hustle, lakini kile kitu kidogo, hata pia mawazo ya kujaribu kujinasua kwenye mitego ambayo tumekuwa nayo, huwa nachangia sana. Kwa hivyo ni watu ambao wanajua kwamba mimi ni mtu wa watu, tuko nao na my capabilities wanazielewa vizuri. Ndio maana wanakutanja kila mahali, wanataja tu kila mahali, wananielewa vizuri kwamba naweza inua na kubadilisha maisha yao, wadi ya Wanjohi kabisa, na maisha yao badilika. Sasa mheshimiwa, hapo Wanjohi, waheshimiwa ambao wanavaa hii kiti ya MCA ni zaidi na zaidi, hata siwezi wataja ni wangapi. Ni wengi sana, na wewe ni mmoja kati wao. Uogopi? Uoga sina, sinunui, na wala hata kukopeshwa sichukui, kwa sababu najua kwamba watu wa Wanjohi wataangalia kile ambacho mimi nitaweza kufanya. They are going to look on my manifesto, and it is very clear that my manifesto, it is the best. The best. Tutakuja hapo sasa. Tutakuja tu hapo kwa manifesto zako. So kwa hivyo sina uoga wote, na najua kwamba kila kitu kitakuwa shwari. Ikifika mwezi wa 8 mwaka wa 2027, mimi nitakuwa mwakilishi wadi ya Wanjohi. Mheshimiwa, je, umechagua? Na siasa bado. Bado kabisa. Ndio hujaanza bado.
Kwa hivyo hiyo yote umekuwa ukifanya pale bado. Watu wa Njohi wajue bado una makubwa umewapangia. Mimi ni kusikiliza, tunawasikiliza. Wakiniambia jua ni aje. Ukiniambia tuelekee upande huu na wasikiliza. Nasikia maoni yao. Nikiingia mnataka tuende wapi? Hata ndio nataka nikuulize. Umechagua chama ama bado uko pale pale? Bado mimi nawasikiza wananchi wa Wanjohi. Ndio watakuelekeza mahali utaenda. Ndio watanielekeza. Kwa mfano, kuna yule ambaye ako ofisini kwa wakati. Ndio hiyo sasa. Tuna mwaka mmoja, miezi mitatu. Siyafanye kazi. Naam. Mimi nasikiliza shida ambazo ziko na watu wa Njohi. Kama ni chama, tutakifika hapo, tutachagua chama. Hapo umetaja mwenye yako kwenye kiti. Kweli. Lazima before tuzungumzie mwenye anaingia, lazima tuzungumzie mwenye yuko. Yes. Hata kama sio kwa kipana sana. Yes. Wewe unaona mwenye yuko, kuna kazi ambayo labda amebakisha kufanya ama amefanya yote ambayo MCA anafaa kufanya. Ukiona nikisema kwamba najaribu natafuta kiti cha Wanjohi na mimi ndio nitakuwa MCA 2027, ina maana kwamba kuna kazi bado haijatimizwa. Kuna kazi haijatimizwa. Moja kati yazo ni hizo barabara. Kuna maji ambayo yalichimbwa, kuna bwawa ambalo lilichimbwa mwaka wa 2025 pale Sofia. Nafahamu vizuri sana. Na tume ambalo si la kiserikali. Naam. Lakini hadi wa leo licha ya kuwa kwamba kila kitu kiliwekwa pale, aliahidi kwamba atatengeneza tenki na county government lakini bado hajatengeneza. Kwa hivyo watu bado wanaendelea kuumia. Ni maji ambayo alikuwa nafaa kutumiwa na shule ya msingi ya Muranjao. Hadi wa sasa hawana maji. Kwa hivyo unapata kwamba nina msukumo. Nasikia kwamba kama ningekuwa pale ama nikichukua usukani, najua masuala mengine kama haya na kuhakikisha kwamba maeneo mengine, kwa mfano mahali ambapo inaitwa Mufao, ni mahali ambapo ukiangalia kwa vipana kuna ukame, mabawa ni machache, uwezo wa kupata maji hakuna mtu ambao unapitia pale. Kwa hivyo ni watu pia wanahitaji maji. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo nimeyaka wazi. Ukiangalia barabara zetu pale Farainya, ni barabara ambazo zinafaa kutengenezwa vizuri kwa sababu wale watu ni wakulima wa viazi. Lakini ukiangalia barabara hizo zimeachwa kwa muda mrefu. Kwa hivyo ni barabara ambazo zinafaa kuhakikisha kwamba zimenadhifishwa kabisa, ziwe nzuri. Kwa hivyo huu ndio msukumo ambao unanisukuma kwamba lazima nihakikishe kwamba naongea na wananchi, niwape manifesto yangu waweze kuielewa, wakupatie nafasi. Naam. Kwa hivyo unafeel kwamba kwa hivyo nimeona challenge yenye ni kubwa sana hapa Wanjohi Ward na generally in Nyandarua County ni barabara sana. Ni barabara. Kwani barabara ziko upande wa county government ni MCA wanafaa kutengeneza ama kuna zenye MCA anafaa kutengeneza? Swali la kwanza ni hili, kazi ya MCA na haswa ni vizuri kueleza wananchi kwamba MCA ama mwakilishi wadi ana kazi tatu. Moja ni kuwakilisha wananchi katika county. That is to represent. Kwamba yeye ndo anapeleka masuala ambayo wananchi wanahitaji kwenye county, kwenye bunge la county. Pili ni kufanya kitu ambacho nasema kwamba ni oversight. Ile kuhakikisha kwamba zile pesa ambazo county government inapewa na serikali kuu na pia zile pesa ambazo inaokota kutoka kwenye county zinatumiwa vizuri. Tatu ni kutengeneza sheria, kuunda sheria. Na sisi kama county ya Nyandarua, sisi ni wakulima. Kwa hivyo ina maana kwamba lazima tutengeneze sheria ambazo zitawafaa wakulima. Naam, nimekusikia vizuri sana. Hapo ndo sababu na kueleza kwamba barabara nyingi ambazo tuko nazo katika kaunti ya Nyandarua ni barabara ambazo zinafaa kutengenezwa na MCAs, haswa akipeleka masuala haya ama mswada kwenye bunge. Sema kwamba kwenye eneo langu kuna barabara hii ambayo iko na shida. Kuna daraja hili ambalo limebomoka. Kwa hivyo katika mwaka wa fedha unapata kwamba pesa hizo zimewekwa kwenye bajeti lakini hazitumiki. Shida ni nani atapeleka? Ina maana kwamba masuala haya hayajakuwa yakipelekwa kwenye bunge na ndio sababu barabara hizi hazijakuwa zikitengenezwa kweli. Kwa hivyo kwa sababu nimekuwa nikiona kuna ward zingine ziko katika Nyandarua County na kuna ward zenye ziko very developed na kuna zenye zimeachiliwa lakini hao watu wanapewa pesa the same. Kwa hivyo inamaanisha pale kuna mambo kama corruption hivi ama ikuwe wapeleki mswada pale kwenye ni priority. Unapata kwamba MC yako na very different priority kulingana na masuala yake yeye mwenyewe ambayo anataka kuyafanya, lakini priority ya wananchi na wananchi wa Wanjohi ni zile barabara
na kuhakikisha kwamba angalau wanaweza kuelezewa zaidi kuhusu kile ambacho ukulima. Naam, mheshimiwa, wacha nikuulize. Kuna watu wengi wanasema kwamba waheshimiwa wengi haswa Gen Z wakiingia pale kwenye kiti the first thing inawapeleka pale tumbo zao. Mtu kama utamjibu aje? Kwangu mimi ni tofauti kwa sababu kama nilivyokueleza, nimefanya kazi na shirika lisiokuwa la kiserikali na nimekuwa na nafasi kubwa mahali ambapo nilikuwa naweza kuangalia pesa, mamilioni ya pesa. Na sidhani kwamba niliweza kunyakua pesa hizo. Na hiyo ni shirika ambalo. Kwa hivyo mimi manufaa yangu ni kuona kwamba eneo langu kama nilivyokueleza ni mahali ambapo nimezaliwa. Eneo langu linakuwa haswa kimaendeleo, kiukulima, na vile vile katika shule za chekechea ambazo pia they normally solely lie in the county government zinatengenezwa vizuri. Because if you look at our area, unapata kwamba shule za chekechea, na mimi nikikueleza kuhusu shule za chekechea nakwambia shule ambayo kama mimi mwenyewe nilisomea. Wewe mwenyewe ulisomea jinsi ambavyo ilikuwa imejengwa miaka hiyo. Nikisema kuhusu miaka hiyo naongea mwaka 1990 Kwa hivyo ni kitambo sana. 98. The structure is still the same. Haijabadilishwa. Haina dirisha. Sasa hivi tukienda nawe hapo hakuna dirisha. Unamaanisha hapa Nyandarua kuna watu wanasomea shule zinazina madirisha mpaka sasa hivi? Kweli, na watoto wetu wadogo kumbuka baridi ya hapa wanaumia. In fact, the population of that nursery school compared to the neighboring private schools iko chini sana. Kwa mfano shule hiyo iko na mwalimu ambaye analipwa na county government. Iko na wanafunzi chini ya 10. The neighboring school iko na watoto 70. Kwa hivyo inakueleza kwamba the standard of education, and I'm saying this as a teacher, they are very very low. Even the environment itself, it is not conducive for education. Kwa hivyo nadhani kwamba haya ni masuala ambayo nitaweza kuwakilisha na angalau kupeleka miswada kule bunge ambayo itaweza angalau kuleta mambo mazuri kwa watoto wetu. Kwa sababu nikisema hivyo watoto wangu pia ni wachanga na wanasomea pale. Hata nipo nataka nikuje hapo mheshimiwa. Umetaja watoto, hata umefanya vizuri sana kutaja watoto. Mheshimiwa, uko na familia? Niko na familia. Mke ni mmoja. Mmoja tu. Mke ni mmoja. Watoto ni watatu. Watoto watatu. Kwa hivyo wewe uko settled. I have 3 boys. 3 boys. Kwa hivyo wewe ni baba wa vijana. Mimi ni baba vijana. Kwa hivyo ukiongea kuhusu watu ni baba wa vulana. Wa vulana, vijana ni general. Wa vulana sasa ndio boys. Yes, the boys. Kwa hivyo ukiongea kuhusu watoto wa chekechea wako pale. Na wanasomea pale. Sasa wacha tukuje hapa upande wa your neighboring the constituency. Your neighboring constituency ambao ni Olkarau. Hapa penye tuko leo. Na hapa Olkarau kuna by elections zitakuwa zinafanyika tarehe 16 mwezi wa 7. Kwa hivyo imebakisha tu kitu kidogo sana. Mwezi moja tu alafu waweze kuchaguliwa pale. Wewe uko side gani? UD ama DCP? Una support kadi timu gani pale? Aswa katika uchaguzi huu wa Olkarau. Sisemi kwamba naunga mkono chama cha DCP ama UDA. Lakini ni kuangalia kiongozi. Na mimi nikiangalia vizuri kiongozi Sami Ngodho wa DCP ni mtu ambaye namjua vizuri kwa kina. Ni mtu ambaye tumekaa naye tumezungumza. Na pia ukiangalia pale kwenye county wakati alikuwa MCA 2013 2017 ukienda kwa Hanson uweze kuangalia record yake. Record hiyo kitabu ya Hanson. He was among the best MCAs in the very first county assembly of 2013-2017. Na maono yake kuhusu Olkarau na bidii ambayo amekuwa kitia ni mtu ambaye ama ni mheshimiwa ambaye ataweza kupeleka eneo la bunge la Olkarau mbele. Kwa hivyo unasema kwamba Kamau Ngodho ndiye the best candidate, anaweza fit zile viatu za marehemu, ataingia vizuri kwenye viatu vya Kiarabu. Na najua kwamba mambo ambayo atayafanya pale kwa sababu pia ni mzaliwa hapo wa Olkarau. Amekuwa MCA wa Olkarau. Kwa hivyo watu wanamfahamu vizuri sana. Na ni mtu ambaye anajua shida za watu wa Olkarau. Juu hata venye nomination zilifanywa aliweza kunyakua kura nyingi sana. Peleka hili kwenye benki. Take this one to the nearest bank. Kama Ngodho atachukua asubuhi mapema saa 12 na asilimia 80. Uko shua mheshimiwa? Hapo hata si farasi ni wawili. Hapo hakuna farasi. Unajua nilikuwa nasikia watu wakisema farasi ni wawili. Farasi na punda. Ni farasi na punda. Mheshimiwa unasema hapa kama Ngodho asubuhi mapema. Kiti amechukua. Kweli.
Si farasi wawili, ni farasi na punda. Hakuna farasi wawili. Unakumbuka vile kulifanyika pale Emuru Dikir? Watu wa Nyandarua, watu na Itugati. Wacha mheshimiwa. Pale Emuru Dikir. Mambo ilikuwa hayo tu. DCP usiku na mchana. Hadi nakumbuka kuna wakati kofia ziliisha. Wale watu wakavalia zinaitwa anje carrier bags, Uhuru bags. Wakavalia pale za green za chama. Wakasema hapa DCP kutoka mwanzo mpaka mwisho. Lakini uchaguzi ulipofanywa maneno uliyaona. Wacha nikapa karau uko shua. Uko shua hapa Nyandarua. Ni eneo ya Itugati. Hawanunui uoga. Pesa watakula vizuri sana. Nikukumbushe vizuri, acha nikupe mfano. Kabisa. Kulikuwa na by election ambayo ilifanyika mwaka wa 1995, 1995. Mbunge wakati huo ilikuwa Raja Nyandarua. Alikuwa anaitwa Mushemi. Aliaga dunia. Kukakuwa na by election mahali ambapo ilikuwa kati ya Gidiomi Mwangi na serikali wakati huo ilikuwa ya KANU. Moi alienda kule, alikuja Kipipili. Akamwaga poles za stima. Watu wakamwambia sasa wewe tutakupea kura. Alikuwa anaitwa Kafegu wa Muregi. Alikuwa na vai na chama cha KANU. Gidiomi alichukua asubuhi mapema, na sio kupigiwa kura peke yake. Walilinda kura. Walipiga na wakalinda hizo kura zao. Walipiga kura na wakalinda. Na wakazilinda tu wenyewe. Chukua hii na upeleke katika benki ambayo karibu na uchukue loan. Uchukue loan. Na hii maneno ambayo nakueleza. Asubuhi mchana. Watu watampigia kama Ngodho kura. Si kupiga peke yake. Watalinda wenyewe. Watalinda. Mheshimiwa, unajua tutakuwa na wewe hapa. Unajua nitakutafuta. Nitakutafuta hiyo. Si mwezi mmoja tu umebaki. Unajua wamejua huyu jamaa ni conman. The president that we have currently is a conman. Sasa juzi ameleta reli. Ameleta train. In fact umewekewa train hapa Olkarau, sasa mambo imekuwa hizi. Sasa sio ni zile siasa za Moi bado. Za kuleta poles za stima unachukua usiku. Unaona inafanywa launch. Huyo Mushina, huyo mtu wake Mushina vile ambavyo anaitwa, asipochaguliwa, hiyo reli itakatizwa. Kwa hivyo ataleta after ameleta kuonyesha target ni the current political the current party UDA the ruling party. It is trying to lure the people of Olkalau na kuwaletea reli train. Let me tell you, because it will happen very soon. On 16th of July, it will happen. Kamau Godho will be the member of parliament of Olkalau. I'm telling you this for free. That train haitakuja tena Olkalau. Haitapita hapo tena. Lakini wewe unaona hiyo project ya president kuleta train hapa Olkalau ni project poa. In case ikuwe success. Nasema hivi, project yenyewe ikiendelea si project mbaya, kwa sababu kwanza itakuwa imerahisisha usafiri na usafirishaji wa bidhaa. Lakini bidhaa kwa wakati huu ambazo zinasafirishwa, kile ambacho wangefanya ni kuhakikisha kwamba barabara ambazo waliambilia watu wa Nyandarua. Kwa mfano, ukiangalia kuna barabara ya kutoka Kaka kuelekea Shamata, kuelekea kule juu kwa milima. Kariamu, Kaka na Shamata. Alituelezea na akasema itatengenezwa, akasema kwamba itatengenezwa. Barabara hiyo iko na potholes. Kwa hivyo hao wakulima wa Shamata kuleta bidhaa kwa hiyo reli ni ngumu. Si rahisi. Hakuna barabara, watateleza na nini? Kwa hivyo ina maana kwamba kile kitu ambacho angefanya kwanza ni kuhakikisha hiyo barabara ameitengeneza kutoka Shamata, Kaka hadi Kariamu to connect the Jabini Nduduri Road ndio iweze kupeleka bidhaa kwa station ya reli pale Olkalau. Ndio watu wapeleke sasa. Lakini sasa ameanza na reli. Unamaanisha anafanya opposite. Na ndio nakwambia hizo ni siasa. Ni siasa tu. After 16 imeenda, itakuwa imekatizwa. Hata nilisikia walimu wengine wakisema kwamba watapeleka wanafunzi kwenda kuona gari moshi kupita hapa Olkarau. Kitu ambacho haijai hapa. Kwa sababu imekuwa historia. Hata mimi mwenyewe sijawahi iona hapa for the rest of your years. For all those years na hujaiona. Na ukiangalia watu ambao wanajaribu kuambilia watu wa Olkalau kwamba kuna reli. Ni watu kama Moses Kuria. And we know he's also a political conman. Sasa kwa hivyo unajua hapo hakuna kitu. Ikifika tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu haitapita tena. Nitakutafuta mheshimiwa. Na ikipita mheshimiwa, kwa sababu najua labda kuna mambo ambayo imefanywa hapa kwa Olkarau na ndio maana nataka kubadilisha. Mimi nakueleza waziwazi.
ni kuelezea tu. Ni kupromise. Let me give you a very good example. Because that train have been passing through Olkalau town for the last 2 days. Let me give you a task, a very simple task. Just tomorrow, make sure that you wake up very early. Yeah. Go and wait it there till 12 in the afternoon. Yeah. And you give me the number of people that will find in that train heading to Gilgil. How many they will be? We have very few. We have very few passengers. Tuko na wasafiri wachache sana ambao wako pale. Hawatapita 10. Wanaingia train wakienda wapi? Si wakienda Nyahururu kufanya nini? Si biashara. Kuuza mazao zao pia. Let me ask you. Nimekueleza barabara ambazo tunatumia, kwa mfano barabara ambayo alituambilia haijamaliziwa. Nataka kumwambia mtu kutoka Shamata anachukua siku 3 kufika Olkalau kuleta bidhaa na lori. Kwa sababu barabara ni mbaya. Ukiangalia barabara ya kutoka ile ya kutoka pale junction ya kwenda Wanjohi. Ile ambayo tunasema kwamba ni ya kwenda Bushi na Captain haijamaliziwa. Mtu kutoka Bushi atafika lini Olkalau kuleta mazao zake? It is even easier for him to use the means of transport ya barabara kupeleka Nairobi badala ya kuleta Olkalau. Na Olkalau ndio kuna train. Wewe mheshimiwa unasema hiyo ameanza anafanya vitu vice versa. It is vice versa. Angeanza na barabara before kuleta train. What the ruling party is trying to do, they are trying to lure. Wanajaribu kuwadanganya wananchi wa. Acha nikwambie, vile ambavyo amekuwa akituambia, hii taifa letu, watu wajinga walisha bwana. Walisha. Ni wachache sana. Wajinga walisha. Mheshimiwa, sasa tuendelee sana na interview sana. Kabla sijakupatia nafasi ya utuambie hao watu wa Johi World. Wacha turudi mahali ambapo unavai ama unatafuta kiti. Umepanga kuwafanyia nini? Hebu elezea tu some of your manifestos zenye umeweka kipao mbele ama umepea kipao mbele zenye utawafanyia ukiingia hiyo kiti next year 2027. Asante. Adowa Johi. Waongeleshe na lugha wataelewa. Adowa Johi jitagwo Martin kana Matogogi wa Ikombo. Gwitũ nĩ gũkũ toria mũĩ njiarĩirwo itũra rĩa Mũrĩranjaũ ngathomera primary etagwo Mũrĩranjaũ ngathiĩ Kĩrĩma secondary harĩa haraihu mũno thiĩte rĩ nĩ Laikipia University. Andũ aitũ ndĩmũbangĩire maũndũ maingĩ mũno. Nĩ menyete mathĩna marĩa mothe tũkoretwo twĩnamo kuma hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndaciarirwo na mĩaka ndĩ nayo thaa ici. Nĩ nyonete mathĩna mamwe tũkoretwo tũkĩgerera, nderetwo nĩ aciari arĩmi na aruti a biacara cia nguo cia kũrũria. Ugo nĩ njũĩ tũbara tũingĩ mũno na barabara ciothe cia Wanjohi ũrĩa ihana. Harĩ barabara ciambirio nginya nĩ mũkoroni itarĩ ciarĩmwo nĩ itinga, itarĩ ciagerwo nĩ itinga, itũraga na magutumbũri nĩcio ciohagwo bara icio. Niĩ ũrĩa njũĩ na ũndũ ũmwe njĩtĩkĩtie hana mũciarĩrwo wa gũkũ Wanjohi nĩ atĩ mũikari wa Wanjohi ndarabatara kũnengerwo mbeca ciake ciringi 200, 500, 1000 nĩ mwana siasa. Arabatara gũkorwo ena barabara njega, ati arĩma mboga, arĩma matharũ, arĩma karati, iria rĩa kĩaruta nĩ ekũhota kũriumĩria bara hau na rĩo nĩ ngari rĩtwarwo thoko. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ irio cia kĩarĩma mũgũri arĩmũkoraga mũgũnda akaumĩria hau ndegũbatara kũrĩha bunda tondũ nĩ njũĩ mbia nyingĩ mũno cia mũrĩmi ikoretwo ikĩrĩo nĩ bunda tondũ barabara nĩ ithũkire. Okorwo agũrĩrwo karati ciringi 2000, ciringi 300 makarengwo makũrĩha bunda nĩguo ngonio ĩmwe yumĩrio. Okorwo nĩ waru ikarengwo ciringi 200 nĩguo bunda yumĩrie waru icio. No twathondeka bara, twathondeka drainage, ũhoro ũcio wa bara nĩ ũkorwo thirĩte na andũ aitũ nginya mbeũ njĩthĩ to nĩ arĩmi magũkorwo mateithĩkĩte mũno tondũ nĩ mekũhota gũcoka mĩgũnda na makorwo makĩona ciringi kumana na tĩri ũcio. Ũndũ ũcio ũngĩ no nyende kũria biũ nĩ andũ aigana a Wanjohi monete andũ arĩa mandĩkagwo thĩinĩ wa county assembly ya Nyandarua kana mũndũ ena jirani wandĩkĩtwo thĩinĩ wa county nĩ andũ anini mũno. Ũguo ũndũ wa bata nĩ atĩ no nginya ithuĩ tũrĩ athomu tũhana mbeũ njĩthĩ na tũtirĩ na mawĩra. No nĩ wega advertisement ici ikarehagwo hakuhĩ na mũingĩ, hakuhĩ na mbeũ njĩthĩ, makorwo makĩmenya hĩndĩ ĩrĩa county government ĩrandĩkana na mawĩra marĩa megũkorwo mekuo nginya thĩinĩ wa bũrũri at large nĩguo tũhote gũteithia mbeũ itũ njĩthĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ ndĩna manama
na ugira ndinaguo wa ku represent muingi wa Wanjohi ni nguhota gutwara miswada thiini wa bunge tuhote guteithia andu amakuhiriirie mititu twina handu ko na viewpoint wonaga thungu makiuma Nairobi andu makiuma county igita Murang'a taru example ungithie kuta Laikipia county utonye haria Thompson Falls ndungingira utarutite mbeca no nginya urihe mbeca entry fee ya kuingira guku gwitu Nyandarua ri Nyandarua ihutitie kirima Aberdare mwisho na mwisho na athungu makiuma kuria maumite moka maingirite tari kwao hatire kindu marihaga na 10 oko ni tari call bolsat magitua gutonya gutire kindu marihaga uguo maundu mau kiria marabatara ri no gwikarirwo thi muswada otwarwo bunge tuthondeka muswada mwega ati county assembly ni kuhota gukurwa kiona mbeca kumana na utari tondu county assembly ya Nyandarua kana county government ya Nyandarua gutire kundu kungirutaga mbeca tiga magoti maria rengaga ndukaini na biri hegwo ni national government na ndikionaga most of the time go ituika ati county ria ithutha muno horo ata in terms of development ni Nyandarua tondu nginya biri irarota nini uguo ni rafatara abunge megucagurwo mecirie nja wa ithanduku we think outside the box o tungihota guteithia county uguo one ni kurehera county government mbeca revenue icoke create job opportunities undu ucio ungi ni ati onoko ni twakihenirio 2022 ati ntugwakirwo demu kuria kirima iguru ya guituikurukiria mai na gravity twina rui rwa marewa ha harabatara muswada ya kuhakikisha ati county government ni kuhota gutega mai kuma kuria maikuruka na gravity na mateithia arimi tondu Nyandarua nene especially maeneo maria makuhiriirie irima mangireherwo mai kuma njui ni mekuhota kuruta urimi wega uguo ndinama farafara uhoro wa guthondeka mawatho meguteithia na guthondeka job opportunities kwi mbeu njithi uhoro wa mai uhoro ucio niguo hutitie ngoro ya muikari wa Wanjohi na ndinama nama ndaingira bunge mwa maundu maria gathi. Thank you very much mheshimiwa. Asante. Ni vizuri sana umeongea na lugha ambao wanaelewa, lugha ambao wanasikia vizuri. Najua wamekusikiza. Kweli. Umewaeleza. Sawa. Na umewaomba kura. So watu wa Wanjohi tunauliza, mmesikia mheshimiwa Martin amesema yeye zile mambo zote amewapangia. Na hizo vitu zote ame-mention ni mtu mwenye amesema yeye si kuahidi tu. Ni kuahidi na kutenda. Kwa hivyo watu wa Wanjohi, nyinyi mmemsikia. Yeye ndio wa one time. Kwa hivyo akishasema one time mnajua kwa pande gani. Niko united opposition. Ni vile tu hajatangaza chama chake ni gani, lakini very soon atakuwa anatuambia chama chake ni gani. Wacha niwaeleze vizuri. Nikiangalia vyama ambavyo tuko navyo kana igirura ciama ile tuko tunacio thiini wa bururi witu ri twina mathina tuko tuhana aikarie a Nyandarua tutai twahota gwiciria wega ungirura kiama kia Jubilee ri muthondeki wa kiama kia Jubilee aumite kaunti ya Kiambu nasema ukapata yule mtu ambaye ametoka aliunda chama cha Jubilee ametoka eneo mlima wa eneo county ya Kiambu county. Chama cha DP party leader wake kutoka county ya Embu. Kuna chama cha DCP mwenye mkuu wa chama ama party leader ni kutoka Nyeri. Moses Kuria akona chama chake sijui kinaitwa CCM kweli. Kuna TSP ya Mwangi Kiunjuri imetoka Laikipia. Sisi watu wa Nyandarua tumekuwa tukifuata watu wengine. Mimi nina wazo nikapata chama ambacho mwanzo wake ama chanzo chake ni hapa Nyandarua. Bila shaka mimi nitakuwa nafuata chama hicho. Inamaanisha kwamba hapa Nyandarua hakuna kulingana na zile county umetaja zote, sijasikia umetaja Nyandarua county kuna chama kimetoka. Nyandarua haijakuwa na chama cha kisiasa. Haina. Na nikupe wacha nikueleze vizuri. Ukiangalia mwaka wa 2022 watu wote ambao walikuwa na vyama hivyo ama eneo county ambazo zilikuwa na vyama hivyo walikuwa na PS ama CS kwenye serikali. Tuna chama cha Tujibebe hakikuwa hata na MC hata mmoja hata mbunge hata senator Kabogo ni cha mheshimiwa Kabogo. Kabogo sasa hizi ni waziri wa ICT. Kwa hivyo ina maana kwamba tukiwa na chama kama county ya Nyandarua tutaweza kuongeza the bargaining power in the national government. Kwamba tuko na mtu ambaye ama tuko na chama ambacho kitaenda kutetea eneo county yetu ya Nyandarua. Kwa hivyo nikimaanisha nikisema hivyo nasema kwamba niko katika united opposition
lakini pia najaribu kuangalia vyama na nikapata chama kutoka Nyandarua. Nisikudanganye. Mheshimiwa, acha nikuulize hapa kwa vyama. Hata kama vyama vilikuja mingi, marehemu Raila Odinga alipigania sana na kukakuwa na vyama mingi sana. Multi party. Lakini kuna shida mahali. Kwa nini iwe upande wa mlima ama Nyanda ama tuseme county ama central in general ndio kuna vyama karibu kila county iko na chama? Wewe umetaja karibu county zote, lakini kila county umetaja kuna chama chake kwa hiyo county. Mbona uko side za Kisumu, Nyanza, wapi chama chao ni moja tu? Mbona hapa Nyandarua ama wacha na Nyandarua, mbona hapa central kusiwe na chama moja tu kama vile ODM iko upande wa uko upande wa Jaluo wako na chama tu kimoja, Waluya pia wako hapo ndani, Wakisii wako hapo ndani na chama chao ni UDA na ni ODM. Mbona hapa central wanasiasa kila mtu anakuja na chama chake? Mbona kusiwe na moja? Nikikueleza vizuri, sisi watu wa Mlima Kenya ni wana demokrasia na tunafuata katiba yetu ya taifa vile ambavyo vinastahili. Ukiangalia vizuri, mwaka wa 1992 1992 kulikuwa na section 2A ambayo iliruhusu multi-party system katika taifa letu. Kwa hivyo ina maana kwamba kulingana na katiba yetu na kile kipengele ambacho kiliondolewa cha section 2A mwaka 1992 inaruhusu kuwe na mfumo wa vyama vingi. Kwa hivyo kila mwananchi ana nafasi ama ana ruhusa ya kufuata roho yake na mwelekeo wake na akili yake, mawazo yake mahali ambapo, na hiyo ni demokrasia. Ni demokrasia. Na mbona hiyo demokrasia hapa central ndio inafanywa zaidi ya kule kwingine? Ina maana kwamba tunafuata katiba vizuri. Ndio hiyo sasa umesema. Mheshimiwa, kwa sababu sitaki tuendelee sana. Naona masaa yetu kidogo imeenda hivi na pia sitaki kuchukua muda wako sana. Juu najua wewe ni mwalimu hapa na unafundisha vizuri sana, so nataka nikurelease uende kwa class. Lakini before nikurelease uende kwa class, nataka uangalie tu kamera. Ongea tu na watu wako wa Johi World, waambie maneno yako ya mwisho. Adoito wa Johi ni ngoretwo ngiuka ground na ni ngoretwo ngimuigua muno na maundu maria mukoretwo mukinjira ni modarathi na mbere na guthingatira niguo kinya mwaka uyu ungi Januari tukorwo twi hamwe muno. Ni uri ingimuhoya andu wa Johi ni ati mumenye mwina njamba ya wira. Mundu ciarirwo guku wa Johi, akarererwo wa Johi na agathomera wa Johi, uwi mathina mothe. Ngumuhoya munyitirire na mbele iko sawa na matungo. Asanteni. Thank you very much Mheshimiwa, kwa sababu pia kupata hii nafasi ya kukuja hapa kwenye Ken Godson TV kutueleza kuuza sera zako. Umewaelezea watu wa Johi, wamekusikia na juu watu werevu, si wanajua nani watachagua, si wanajua cha kufanya, na umewaelezea kila kitu. So watu wa Johi World, mumesikia Bwana Martin amewaomba kura zake na amewaahidi chenye atafanya. Mumesikia kila kitu, uamuzi ni wenyu watu wa Wanjohi World. My name is Ken Godson from Godson TV na nawaambia shukran sana kwa kutazama hii interview, na tutakuwa na hii na zingine nyingi. Huu ni wakati wa wanasiasa na lazima tuwapatie nafasi pia, tuwasikize, wauze sera zao na tuweze kuamua ni huyu ama ni huyu. Kwa hivyo make sure umesubscribe kwa hii channel ndio tuweze kuendelea kimoja. Hapa ni Ol Karau, shule inaitwa Hester School, ambapo tumeweza kupatiwa nafasi ya kufanyia interview hapa, na nitaweza kuwapeleka tu slowly hivi mkiangalia mandhari venye iko. Si shule kidogo hii, ni shule ambayo imetoa wanafunzi wengi sana, na kama venye umesikia mwalimu ametuambia hapa sasa, huyu akona kofia mbili, ni mheshimiwa tena ni mwalimu. So mwalimu ametuelezea vizuri sana, walitoa wanafunzi wengi sana ambao walijoin shule kubwa kabisa. So ndawapeleka tu hivi round kidogo muweze kuona shule vile iko, na kama wewe uko na mtoto na uko hii area na hii shule ni boarding, nimeona ni boarding na day school. Ni boarding na day school. So kama uko mbali, uko wapi popote, na Hester School ndio the best school hapa Ol Karau, na iko na wanafunzi kutoka sehemu zote, mpaka kutoka huko side za everywhere. Wanafunzi wanakuwa wanasomea hapa kwa sababu ni shule nzuri, na umesikia mwalimu mheshimiwa anafunza hapa na ametuambia anafunza somo la Kiswahili na history, history na Kiswahili. Kwa hivyo ukikuja hapa Hester School utapata mwalimu Martin ambaye ni mheshimiwa pale Wanjohi World, anapigania kiti cha MCA 2027 na amewaelezea, mumemsikia. Mimi ni nani nipinge? Wana Karau, wana Wanjohi, make your own decision, make sure this guy is there. Thank you very much mheshimiwa, pamoja sana, na nitakutafuta after by election.
Tuko pamoja. Ndio tuone kama ni kweli ulituambia kuna farasi na punda. Karibu nyumbani. Tujue punda na farasi. Nakueleza. Asante sana. Asante. Yeah.